Mimi tayari nimeshajiandaa. Nataka niende gengeni. Naenda tu gengeni mke wangu. Najua huwezi kunizuia. Ila mimi ninachohitaji ni pesa. Pesa. Mwanetu Asisi amekuja hajarekebisha. Yaani mume wangu umekaa hapo? Umekaa kabisa unastarehe unamtegemea Ansi ndio akusaidie kila kitu. Si ndio? Ansi ni mtoto wa kiume. Muda wowote anaweza akawa na mji wake. Utamfuata huko kwake umwambia kusaidie? Yaani nyinyi wanaume wa siku hizi sio mkoje. Yaani unashindwa hata kumsaidia mkeo. Unasubiri eti Ansi. Kwa hiyo hata nguo ya ndani mimi nimwambie Ansi anipe hela nikanunue. Si ndio maana yake? Simaanishi hivyo mke wangu. Kumbe unamaanisha nini? Ansi ni mtoto wetu. Tumemzaa wenyewe, tumemlea katika maadili mazuri. Ili aje tusaidie sisi wazee wake. Kwa ana haki zote za kutusaidia sisi wazazi wake. Sasa nisikilize. Siendi gengeni. Wewe sasa endelea kukaa hapo, unashangaa kwenye TV, umekaa kama unapiga ramli. Mwangalie tu. Bye. Wewe na Mr. Samaki. Kama kawaida. Yaani nilijua tu kama angekukosa nyumba ile kule, nyumba hii lazima kukukuta. Mr. Samaki ni kweli. Si chenyewe kabisa Suprema hii. Yeah, hiki ni chenyewe bwana. Najua hatuwezi kuvaa vitu fake. Yaani unang'aa. Samaki kila siku heshimu maneno. Mbona mapema sana wewe? Sio muda wako. Yaani niseme tu kwamba jana usiku mimi sijala. Yaani sijapata usingizi kabisa. Shida nini tena? Tatizo ulijui baba ile jambo letu. Kisamaki. Mimi na wewe tushafanya mambo mengi sana. Na mpaka mwingine sasa inafikia hatua unayasahau. Hebu usizunguke. Niweke wazi jambo gani? Sikia, nisikuchoshe na tusichoshane. Sawa. Lile jambo la yule binti. Amefanya nini tena? Kumbe anakaa bondeni kule. Baada ya nyumba yako ya bondeni chini yake. Yaani laiti ningejua hata singetema mafuta kabisa. Wow. Hichi ndio kitu nilikuwa natarajia nikisikia leo asubuhi. Hakika leo siku yangu ilienda vizuri sana. Yaani kumbe anaishi hapa tu bondeni. Akia Mungu nimefurahi sana. Na licha kufurahi tu. Yaani nahakikisha mshenga nitamtafuta mimi mwenyewe. Yaani mambo hayo niachie mimi. Mimi mwenyewe ndio mwenye usikangu. Kwanza mimi mwenyewe ndio mambo ndo ananifaa mimi mwenyewe. Kwa hiyo lakini kama tungeenda kuongelea ndani, mengine mambo mengine barabarani hapa. Najua umeme ndani umekatika. Kwa hiyo kuna joto vibaya sana. Yaani mpaka nimeamua nije kukaa hapa nje. Haina shida. Unajuaga mimi mtu wa kukaa ndani sana. Sasa joto sana. Mimi nimefurahi kusikia hili swala. Na kama anaishi hapa tu pembeni hapo mpaka unajua nimejawa na furaha mpaka naanza kuchanga. Basi hapo tusimalize sana kwa sababu tushaongea na mtoli kwenye mada ile. Acha tu menende nikakufanyie mpango. Ndugu yangu, hili swala niko serious sana. Zingatia ile swala nilokuambia. Sawa. Kwa sababu mimi naelewa nyinyi Waswahili mambo yenu bwana. Hamna. Basi sawa. Sawa. Acha basi mimi niendelee na safari. Au vipi? Basi baadaye uje bwana. Nakala napima hapa nipige huko. Endelee mbele. Subia nende huko. Haya bwana. Haya baba. Poa. Baba. Lili yuko wapi? Sijui alipo. Baba, Lili alikupo ndani. Maana sasa hivi simuoni. Ina maana najua hata alipoenda baba, si ndio? Baba, siku zote mimi naongea. Na nikiongea naonekana mbaya. Ila mimi nakwambieni ipo siku kwamba itafikia tu. Haina jina wala haina tarehe, lakini ikifikia mtakuja kuniona mimi mbaya baba. Kwa sababu kama siku nikimkuta na mtu, nitachokuja kumfanya nikimpiga, baba msinione mbaya hata kidogo. Kwa sababu yule baba mtoto wa kike. Sisi ndo tunakiwa kumchunga baba. Sikiza nikwambie Ansi. Lili ni binadamu. Siwezi kumchunga kama mbuzi. Kwamba akae kwenye kamba. Pengine katoka yuko kwa rafiki zake hapo nje. Hata kama marafiki zake gani? Au marafiki ndo wanaharibu watu akili.
Kwa sababu leo kaenda kwa rafiki ataongea hichi, kesho kuto kaenda hichi, atamharibu akili. Na mimi sipendi mdogo wangu apotee. Ngomba mambo yako sikuletea. Unanielewa? Unanielewa nadhani? Baba, narudi tena kwako baba. Yaani kama itafika siku ile siku naitarajia mimi, utakuja kunichukia mzee wangu. Haki ya Mungu nakuapia, utakuja kunichukia. Nitachokuja kumfanya mwanao. Vitu viko jikoni naomba ukapike. Nadhani unanielewa. Ile mwanangu. Beba. Unajua anachokifanya kakako, usione kama anakuchukia au akupende. Hapana, nakupenda sana kakako. Anachokifanya ni kwa maisha yako ya baadaye. Umenielewa mwanangu? Anaenda kapika. Unajua bwana, skani nashangaa hapa ni ile hata tuelewi. Yaani skani ile ilipochenga chenga tu, upo peke yako tu hapa. Sasa wana anapenda mtelemko mwanangu. Yaani pale kutuza kama daganda ndizi mwanangu afu mimi ile. Sasa mtelemko kuhusu nini? Inabidi skani iwe na watu. Sasa asubuhi yani skani upo peke yako wewe tu, yani kwa umetulia tu yani. Baby, mazingira ni fresh. Fresh. Fanya hivyo basi, mazingira mwenyewe sielewa wala nini. Hela unayo? Yaani hicho ndo unachoombaga wewe sasa. Yaani mimi nije hapa bila hela kutaka nini sasa? Alidi mwanangu, lakini ile mazingira yawe fresh mwanangu, tusizinguane. Fanya hivyo tena unachelewa bwana. Unajua rosto hauna unasikia tu. Alidi. Wewe unajua rosto wewe vipi sadali, wewe unajilimbwa salimboasa tu hapa, unaleta madharau tu. Chap basi na wewe. Mambo ndo haya. Kitu chenyewe iko. Sasa baniki mazingira hapo. Sio naweka tu mwanangu, hela nyeko wapi? Hela ipo babu, sasa mimi nivute vitu bure babu, mimi bado nataka niendelee kuvuta. Kuna mteja anayevuta vitu vingi kama mimi hapa. Mimi natumia hadi 2000 3000 hapa kwa sababu hivi vitu tu hivi. Mtukate wengine wamekuja hapa mwanangu. Nani? Wengine umeenda huko, hamna vitu vya maana, mrudi hapa. Wewe vitu unavyo vya uhakika, lakini sasa ndo mapepe, yani sasa wenyewe mapepe. Unajua? Yaani sio wenyewe hatukuelewi kabisa. Yaani sio yeye anashindwa kujiamini, sijui kwa sababu gani yani. Jiamini Sadali. Unaona wazee kibao nakwambia, yani wanapita pita hapa wazee kibao unaongea hapa, lakini unakuwa mapepe moga sijui vipi yani. Mwashindwa kuelewa kabisa. Mwanangu Maraki. Namba. Nimekuita hapa, kuna jambo nataka nikuulize. Hivi mdogo wako Hansi, jinsi anavyomfuatilia dada yake Lili, unaona yupo sahihi?
Baba, kwa upande wangu mimi naona yuko sahihi. Sawa, kwa sababu sisi ni familia moja na huwa tunapendana, tunashirikiana kwa kila jambo ambalo tunalofanya. Kwa hiyo upande wangu naona yuko sahihi ambacho tunafanya sisi kumpatia dada. Malaki. Hasi sasa hivi nilikuwa na dharau. Nafikiria kipindi mimi ananyoshea vidole, ananifokea. Eti kisa karudi hapa nyumbani hajamkuta Lili. Hivi Lili amekuwa kuku tumfungie bandani? Au amekuwa mbuzi tumfunge kamba? Hilo unasema yuko sahihi? Kwa nini anafikia hapo? Baba, haya yote uliyataka wewe baba. Toka hapo nyuma ulimpa madaraka yote Hansi. Na ndio maana anatawala sasa hivi. Umeona? Baba, unatakiwa wewe mzazi. Tanisha kwambia toka hapo nyuma. Haya mambo ungeweka sawa leo hii asifu ya baba. Kwa swala kama hivi baba, mimi siwezi kukaa eti nikajifikia nini? Kulichanganua na kulifanyia kazi. Yuko sahihi kunyoshea vidole na kunifokea. Yuko sahihi. Baba, sio kwamba anacheka kwa furaha. Nimeshakwambia. Baba, umekosea. Tena umekosea sana. Kwa sababu huwezi kumpa madaraka Hansi. Kwa kunidharau mimi, kila kitu ulimwachia mimi. Lakini leo hii nataka ushauri wangu mimi. Baba, hivi ni kweli? Na kuhusu kumfuatilia dada yake Lili. Baba, mbona unataka mbali? Unakwambia. Baba, unasalia leo. Ila tu ninachokomba kitu. Ni sawa. Gamba mpenzi wangu, ni muda tujaonana mimi na wewe. Nilitegemea tu nikija tanikimbilia utani wao kama kawaida yao, lakini leo mko tofauti. Shida nini? Lili, hamna. Nipo tu kawaida. Kawaida? Sio kweli. Haupo sawa. Labda Lili, nikwambia kitu kimoja. Yote unaniona katika hali hii ni changamoto tu juu yako. Ndio zanifanya mpaka nikose raha. Hakuna kingine. Kivipi? Sitoshe Lili, wewe ni mwanamke mmoja mzuri sana ambaye mwanamume yeyote atakaye kuona asiti kuwa na wewe. Sitoshe hali yangu mimi sio mzuri sana, ingawa unavyoniona hivi, lakini ukiangalia sehemu ambayo naishi tofauti. Kwa hiyo hofu yangu kubwa Lili, kuja kukukosa mwanamke mzuri kama wewe. Hapana mpenzi wangu, mimi siwezi kukuacha kwenda kwa mwanamume yoyote yule kwa sababu nakupenda. Najua unapitia wakati mgumu sana. Lakini hata mimi napitia wakati mgumu vile vile. Hususan wazazi wangu hawapendi nitoe hata unyayo wangu, hata sura yangu. Lakini hii yote najiiba kwa sababu yako. Natoka kama mwizi nyumbani kwetu ili nikuone wewe mpenzi wangu. Alafu pia uzuri wangu mimi isiwe chanzo cha wewe kusema kwamba una wasiwasi, una hofu, unakuwa na hali kama hii. Mimi sipendi. Uzuri wangu mimi haunisaidii chochote kile pasipokuwa na wewe mwanaume ninayekupenda. Hautakuwa na maana yoyote ile. Naomba niamini mpenzi wangu. Najua unanipenda
na mwanamke kama anakupenda lazima kuweke ndani ya moyo. Lakini hizi changamoto ndio zinanifanya niwe na wasiwasi. Sasa nawezaje kufikiria kukuacha wakati mwenye nakupenda na siwezi kukaa mbali na wewe? Kweli? Nakupenda. Na mimi nakupenda pia. Nashukuru Gamba. Sitarajii nije kukukosa. Nakupenda sana. Basi tupendana. Mr. Kisamaki. Ndugu yangu uachage visa kila siku. Baba. Yaani wewe kila siku kutana ni visa juu ya visa. Mkebe huu. Baba we kiboko. Ndugu yangu acha maneno kila siku. Yaani sio maneno. Niambie. Hamna. Mpe mkono. Habari bwana. Safi bwana. Kwema. Mr. Kisamaki. Shaanza mambo yako. Baba. Karibu. Huyo hapo muone. Yaani huyo na yule dada mama mmoja, baba mmoja. Anazaliwa huyu ndo anazaliwa yule. Aha. Wow. Unamaanisha huyu ni kakake na Lili? Yaani ndo mwenyewe. Bwana, karibu sana ndugu yangu. Asante. Karibu sana. Na natumaini kijana wangu kuna masuala ya kuongelea sana. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu tulikutana na akanielezea jambo jinsi lilivyo. Lakini nikamwambia haina shida, ngoja nikae na dada yangu naongea naye. Na nimeweza kukaa na dada yangu, tumeongea, tumekubaliana fresh. Na hii namfanya kwamba sio kwamba namtafutia dada yangu mume, ila naangalia ni mume gani sahihi ambao anaweza kumfaa dada yangu. Sawa. Kwa hiyo sihitaji dada yangu aje kupata shida, na ndio maana jinsi nilipokuona hata mazingira yako, hata na mimi nimeridhika na wewe. Nimefurahi kukufahamu. Na hapo kuhusu maswala kukaa. Umeona mkebe huu? Yaani mkebe dadako anakaa huko na kujificha. Asimuone mtu yoyote yule. Na sio mkebe tu. Ana majumba na nyumba moja ndani yake kuna masofa, kuna vitanda. Yaani ataka hadi chini ya uvungu. Yaani dadako kwa hilo dondoa wasi kabisa. Mimi labda nikutoe wasiwasi. Na kuhusu labda dada yako kuishi mahali ambapo anahitaji mahali pazuri. So kwa upande wangu halina tatizo. Na nimegundua wewe ni kijana ambaye hutaki familia yako iende sehemu mbaya. Mimi nakutoa wasiwasi kwa hilo. Natumaini kijana wangu anajua, sawa? Nina kila kitu. Nina pesa, nina nyumba, nina gari. So kitu ambacho sina katika maisha yangu ni mke tu. Na ndio maana nikaamua kumkabidhi jukumu ndugu yangu ili aweze kulishikilia hili jambo na mimi nipate mke. Mimi niseme nashukuru tu kwa kufahamu, ila nikutambulishe tu kwa majina, naitwa Hans Kabota. Huyu anaitwa Mwarabu wa Dubai. Karibu sana. Asante. Natumaini leo tu tumekutana hapa njiani kutokana na mazingira. So siku nyingine natumaini kijana wangu atakuleta hata home. Angalau pajue tupige story 2-3 tufahamiane zaidi. Nashukuru sana. Karibu sana. Basi haya tunaweza tukatupa lift au tukaenda tu. Kuna mtu nilikuwa nimekuja kumuona hapa. Sasa namsubiri yeye. Kwa hiyo nyinyi naweza nikawachelewesha kidogo. Basi haina shida tu, tusichoshane sana, hata tuendelea tutaelewana. Basi sawa. Tutaelewana. Utamleta nyumbani. Haya, haina shida bwana. Fresh mwana. Bwana, ndugu sana.